Tutakwenda kusikiliza neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza, ambao tumejifunza kwa habari ya Wafalme wa Kwanza sura ile ya 13 mstari ule wa kwanza. Tutasoma mistari michache kutoka mahali pale. Ndio. Ndio. Katoka mtu wa Mungu katika Yuda, neno la Bwana akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani na mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Mstari wa 4 unasema, ikiwa mfalme Yeroboamu aliposikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake alionyosha ukakatika, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawa sawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsihi sasa Bwana Mungu wako ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulipokuwa kwanza. Sasa anasema, mfalme akawaambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji pahali hapa. Maana ndivyo alivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote, wala usinywe maji, wala usirudi katika njia ile uliyoijia. Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala hakurudi katika njia ile aliyoijia Betheli. Basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli, na wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno alilolitenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli, na maneno aliyomwambia mfalme, hayo nayo walimwambia baba yao. Baba yao akawaambia, amekwenda zake kwa njia ipi? Kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia ile aliyoiendea yule mtu wa Mungu aliyotoka katika Yuda. Akamwambia wanawe, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akampanda. Akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni. Akamwambia, je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akawaambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe, wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula, wala sinywi maji pamoja nawe, hapana. Kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana, usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia kwa neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako, ale chakula akanywe maji. Lakini akasema uongo. Katika ujumbe ambao tunaupata katika kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza 13 mstari wa kwanza mpaka 20, tunamwona mfalme Yeroboamu akiwa anavukiza uvumba katika madhabahu, ambayo madhabahu hii aliitengeneza yeye kama mwanadamu na wala haikuwa madhabahu ya Mungu. Mtu wa kwanza tunayeweza kumwangalia Yeroboamu, na
alifanya hivyo kwa matakwa yake binafsi, kuwazuia Waisraeli wasiende Yerusalemu kuabudu, kwa sababu watakapokwenda kule watakutana na mafundisho ya Mungu wa kweli. Lakini pia alipata hofu kwamba watamwamini mfalme wa Yuda na hatimaye yeye kukosa umaarufu, kukosa nguvu, kukosa kuaminiwa. Hivyo akatengeneza madhabahu ya ndama wa shaba na kuamuru watu wake waabudu pale pale, wasiende kule. Lakini alikuwa anawapotosha watu na kuwapeleka katika dhambi ya kuabudu miungu wengine. Huyu ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili tunamuona ni mtu wa Mungu aliyotoka katika Yuda kwa neno la Bwana. Amesikia sauti ya Mungu, imempa maagizo ya namna ya kwenda kutoa unabii, ya kwamba madhabahu hiyo ambayo ni potofu ikiabudu miungu itakwenda kuvunjika na kuharibika. Na onyo kama hilo kwa Yeroboamu ingempasa kubadilika na kuitii ile sauti ya Mungu. Lakini tunaona ya kwamba Yeroboamu, kwa kuwa ni mfalme, ana watu, ana jeshi, ana mamlaka, aliamua kutumia mamlaka yake kunyoosha mkono kwa mtumishi wa Mungu ya kwamba mkamateni huyu. Lakini aliponyoosha, nguvu za Mungu ziliushika ule mkono, ukakauka pale pale. Ndipo alipoona ya kwamba sasa amedhalilika na kukamatika, akamwomba mtumishi wa Mungu amwombee kwa Mungu wa kweli, mkono wake urudi katika hali ya kawaida. Ndipo mtumishi wa Mungu alipoomba na mkono wa mfalme Yeroboamu ukarudi katika hali ya kawaida. Lakini alipotendewa jambo hilo, akamwambia mtu wa Mungu, karibu kwangu, nikupe thawabu, ule unywe, nikupe zawadi kwa sababu ya tukio kama hilo. Alikuwa akifanya hivyo si kwa sababu ya kumwamini Mungu wa Israeli, Mungu wa kweli. Alifanya hivyo kuvuta attention ya huyu mtumishi na kumuinua kwamba hakuna mtumishi kama wewe, kumpa thawabu. Lakini ingekuwa mtumishi huyu wa Mungu amekubali, maana yake angekubaliana na madhabahu ya miungu, wale wandama wawili waliotengenezwa na upotofu ambao Yeroboamu alikuwa anaufanya. Ndipo akamwambia, sita kula, sita kunywa, wala sitarudi kwa njia niliyojia kwa neno la Bwana aliponiambia nisifanye hivi. Lakini tunaona watoto wa nabii mzee ambao walikuwepo mahali pale wakishuhudia yote. Mara alipoondoka mtu wa Mungu, wao walikwenda kumwambia baba yao, kumhadithia yote walioyaona. Ndipo baba yao akawaambia amekwenda kwa njia gani. Wakamwelekeza, akapanda punda na kumtafuta yule mtu wa Mungu. Akamkuta amepumzika chini ya mwaloni. Akamwambia, je, wewe ndiye yule mtu wa Mungu uliotoka Yuda? Akasema, ndio mimi. Akamwambia, basi turudi nyumbani kwangu, ule unywe. Akimwambia hivyo kwa tamaa yake mwenyewe ya kwamba leo mtumishi wa Mungu aje nyumbani kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, sitarudi kwa sababu Bwana alikwisha kunionya kwa habari ya kurudi, kula, kunywa. Lakini akamwambia yule nabii mzee. Nabii mzee akasema, mimi pia ni nabii kama wewe. Huyo ni mtu wa nne. Ujumbe wa neno la Mungu unasema kuwa wewe kama wewe. Hawa watu wanne tuna vitu vya kujifunza, kwamba huyu mfalme alikuwa ana namna yake aliyoitengeneza katika maisha yake kwa ajili ya ufalme wake. Si ni sawa? Lakini tunamwona mtu wa Mungu ambaye ana maagizo ya Mungu. Lakini tunaona wana wa nabii walioshuhudia
waliopata kuona yaliyotendeka na kusikia, lakini nakwenda kumhadithia baba yao. Lakini tunamuona baba yao kwa tamaa na shauku ya kumrudisha mtumishi wa Mungu, lakini alisema uongo ili aweze kumpata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ujumbe huu nataka nikuongezee kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Andika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 na mstari ule wa 9. Neno la Mungu linasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyowaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Amen. Pigie Bwana makofi kwa ajili ya neno hilo. Amen. Mtu wa Mungu, nikwambie, wewe ni mzao mteule. Umeokoka, wewe ni mzao mteule. Amen. Lakini haitoshi, wewe ni ukuhani wa kifalme. Wewe ni ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, mtu wa milki ya Mungu, ili kuzitangaza fadhili za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuwa wewe kama wewe kuna maana gani? Kuna maana ya wewe kuwa halisia, kuwa halisi, utu wako wa kweli ambao unapokuwa peke yako kuna sauti ambayo Mungu anazungumza na wewe, anakupa maelekezo kupitia neno lake, kupitia watumishi wa Mungu, kupitia ndoto, kupitia mafunuo, kupitia maono, kupitia njia yoyote ambayo Mungu ameikusudia kuzungumza na wewe. Na anapozungumza na wewe, anakupa njia, anakupa dira na anakupa mwelekeo wa namna gani utaishi katika maisha ili kumtukuza yeye kupitia maisha yako. Hapa tunaona mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu ambaye alisikia neno la Mungu likimpa maelekezo, lakini akidanganywa na mtu wa Mungu kwa tamaa na shauku zake, akimwambia uongo. Ilimpasa yeye kuwa yeye kama yeye na kutafuta sauti ya Mungu na kutafuta makusudi na mapenzi ya Mungu ili asimkosee Mungu na kumwasi Mungu. Hatima ya huyu mtu wa Mungu tunaiona ya kwamba alipokula, aliporudi, alipokula na kunywa, ndipo Bwana alipozungumza na yule nabii mzee kumwambia, kwa kuwa huyu ameasi sauti yangu. Kwa hiyo ndugu yangu, nikwambie, kuwa wewe kama wewe, kwa sababu utakapoasi sauti ya Mungu hautakuwa na cha kujitetea ya kwamba kuna mtu alinikosesha, kwa sababu Mungu anazungumza na moyo wako, Mungu anazungumza na maisha yako. Katika ulimwengu wa leo wako watu waliookoka wanaosema, mimi nimeshindwa wokovu kwa sababu ya baba, nimeshindwa wokovu kwa sababu ya mama, nimeshindwa wokovu kwa sababu ya mwajiri wangu, nimeshindwa wokovu kwa ajili ya mume wangu na mke wangu, na sababu kadha wa kadha. Nikwambie ya kwamba ikiwa umesikia sauti ya Mungu, na wewe kama wewe, Mungu anataka uwe wewe, uitii sauti yake, kwa sababu Mungu anajua namna gani hatima yako itakuwa, lakini masharti yako kwenye kuitii sauti yake. Fake life, usijifanyishe, usiishi maisha ya kuonekana ukiwaridhisha watu wakati wewe unateketea, wakati wewe unaungua. Kuwa wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe.
kuwa wewe kama wewe, kwa sababu ziko sababu za msingi zinazokuhitaji wewe kuwa wewe kama wewe. Wewe hufanani na mtu mwingine. Mungu amekuumba kwa kusudi lake, na kusudi uliloumbiwa wewe alifanani na la mtu mwingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Jua jambo hili. Kitu cha kwanza, jua ya kwamba Mungu alikuumba kwa mfano wake. Wewe binafsi alikuumba kwa mfano wake. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Jambo la pili, ukiwa ndani ya Kristo, wewe ni mtu mpya. Ya kale yote yamepita. Pale unaona anasemwa nabii mzee ni mtu, kwa Kiingereza tunasema old prophet. Alitembeaga na Mungu, akacompromise, akakubaliana na miungu Yeroboamu anayeabudu. Mungu akaacha kumtumia. Kwa hiyo alitumiwa na Mungu. Mtu wa namna hiyo akija akikufundisha, akakwambia, akakupotosha. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba wewe ukiwa ndani ya Kristo, wewe ni mtu mpya. Maana yake unapata sauti ya Mungu upya, na Mungu anazungumza na wewe kupitia neno lake, na Mungu anazungumza na wewe. Na ikiwa atazungumza na wewe kupitia mtu mwingine, basi una nafasi ya kupima ya kwamba roho iliyoko ndani ya huyo mtu, je, ni roho itokayo kwa Bwana, itakayo wewe kuyafanya mapenzi ya Mungu? Lakini Mungu ameumba akakufanya wewe kuwa kuhani. Unasikia? Nikwambie, wewe ni nabii wa maisha yako. Nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe. Kuhani wa kwanza wa maisha yako ni wewe. Sawa? Kwa hiyo jiamini, uwe wewe kama wewe. Umeumbwa na Mungu, amekupa ukuhani, amekupa sehemu ya uungu ndani yako. Lakini ujue ya kwamba tunaishi katika neema na tunaokolewa kwa neema. Neema ya Mungu inatosha, na wala si juhudi za mwanadamu awaye yote. Si juhudi ya mwanadamu awaye yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu katika maisha yetu ya leo, angalia, nyanyua kichwa chako niangalie. Angalia. Katika maisha yetu ya leo, kama vile walivyoishi waliotangulia katika imani. Katika Wakorinto wa kwanza kuna kitu tunajifunza pale ambalo Paulo alilikuta kama tatizo kwa kanisa wakati huo. Wakorinto wa kwanza, umepata kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 na wa 13. Sikiliza neno la Mungu linaposema, basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kweli kusema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia huku. Hapa utaona kuna kundi la kwanza wanaosema mimi ni wa Paulo. Kuna kundi la pili wanaosema mimi ni wa Apolo. Kuna kundi la tatu wanaosema mimi ni wa Kefa. Kuna kundi la nne wanaosema mimi ni wa Kristo. Paulo anauliza, je, Kristo amegawanyika? Paulo anauliza, je, mimi Paulo niliwahi kusulubiwa kwa ajili yako? Umeelewa eh? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 13, je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Bwana Yesu asifiwe. Ili linatupa msingi wa kuwa wewe kama wewe muamini Yesu Kristo. Muamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu ndio aliyokufa kwa ajili yako. Ndio aliyotoa gharama ya thamani ya maisha yake kwa ajili ya wewe kupata wokovu. Si ni sawa eh? Inakupasa, mimi inanipasa kama mtumishi wa Mungu kumwamini Kristo.
kumtangaza Kristo na kumuinua Kristo kwa ajili yako, na wewe kumfuata Kristo, kumtangaza Kristo na kutangaza fadhili zake. Bwana Yesu asifiwe. Hii inakupa nafasi ya wewe kusimama kama wewe, kumwamini Mungu, kuwa wewe. Sasa uombapo maombi, mwamini Mungu. Si ni sawa maana ameshakupa ukuhani. Toa unabii kwa maisha yako. Usisubiri kupewa unabii. Wewe ndio nabii wa kwanza wa maisha yako, kwamba nitashinda katika hili, nitashinda katika hili, nitapona. Si ni sawa? Wewe ndio kuhani wa kwanza. Fanya ibada, piga magoti mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mchana wa leo nikwambie kwa neno la Bwana kwamba Yesu ndio aliyotufia. Yesu ndio tuliobatiza kwa jina lake, si ndio? Yesu ndio mponyaji. Si ni sawa? Na wewe ni kuhani. Wewe ni nabii wa maisha yako. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Usiwe na mashaka. Amini katika hilo. Amini katika hilo kwamba wewe ni taifa takatifu, mzao mteule wa kikuhani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo tunapoishi tumekuwa na changamoto kama hii ambayo Paulo aliiona, kwamba mimi ni wa Paulo, mimi namfuata Paulo. Wakati Paulo anasema kama mnanifuata mimi, basi mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Maana yake Kristo ndio wewe unatakiwa umfuate Kristo kama mimi ninavyomfuata Kristo. Mimi ni kielelezo, yakiwemo matendo mazuri, ikiwemo tabia njema, yakiwepo maneno yoyote ya faraja, ya imani, ya kujengana, basi hayo muyafuate kwa ajili ya kumfuata nani? Kristo. Kwa hiyo mchana wa leo nikuambie mtumishi wa Mungu, jiamini. Muamini Mungu. Sawa Muamini Mungu. Tulia. Muamini Mungu. Katika yoyote mnayoyaomba, Mungu anasema yoyote muyaombayo aminini ya kwamba yamekuwa ya kwenu, mmeyapokea. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo. Ikiwa unaamini wewe ni mtumishi wa Mungu, si ndio? Ukiwa unaamini wewe ni nabii wa maisha yako, nataka useme na maisha yako kwamba mimi nitakuwa kichwa, mimi nitashinda. Hata kama kuna changamoto, unasema nitavuka kwa jina la Bwana. Yaani wewe uwe mtu wa kwanza wa kuchukua majukumu ya kikuhani yanayokuhusu.